Bwana, leo niko na Bwana Vesta. Huyu ni dancer. So tuko naye leo, atafunguka mengi kuhusiana yeye na maisha yake na kazi yake ya kudance. Tutamjua leo Bwana Vesta. Bwana, mambo vipi Bwana Vesta? Shwari, nakuaje mzee baba? Kama kawa sei. Bwana, watu wanapenda kujua maisha yako kiundani zaidi. Wewe ni mtu wa wapi wewe? Bwana, mimi ni mtu wa mkoa mpya, mkoa wa Songwe, wilaya ya Songwe. Sehemu moja hapa inaitwa Mkwajuni hapa. Umetokea Songwe. Songwe kule bwana, tunasikia wanapatikana kabila la Wabungu. Wewe ni Mbungu? Ndio, mimi ni Mbungu. Okay, sawa. Kazi ya kudance mpaka sasa unaweza tukasema imekupa manufaa gani mpaka sasa? Kazi ya kudance imenipa manufaa mengi. Kwanza kipato. Pili, kikubwa zaidi ambacho nimenufaika sana na swala la dancing ni kuhusiana na swala zima la umaarufu. Nimejipatia umaarufu wilayani Songwe na sehemu nyingine mbalimbali, kwa sababu na mashabiki wengi kutoka Kenya, Tanzania yenyewe, Zanzibar, sehemu nyingine nyingi, na mashabiki wengi sana. Kwa hivyo umaarufu imekuwa ni jambo kubwa sana kwangu. Pili, swala la dancing kwangu ni sehemu ya kuchangamsha akili, kujiweka sawa kwa akili. Sometimes ukiwa na mawazo, ukipiga mambo zako kidogo, dancing inakutoa kimawazo, ndio umechangamka kiakili. Sawa. Imekuwa ni ngumu kiasi gani mpaka kufikia hapo ulipo? Ugumu kwenye swala hili la dancing huko ni mkubwa sana, kutokana na jamii ya watu wa wilayani Songwe. Unajua haya mambo huku Songwe hayajafika bado, kwa hiyo watu wengi sana wanajua kwamba haya masuala ni Dar es Salaam, lakini ukifanya huku kwetu unaonekana wewe ni kibaka, mwizi. Wengine mpaka wanasema huyu mtu kashakuwa chizi au bangi zinamharibu. Kwa hiyo ni changamoto sana kubwa sana kwa mimi bwana. Sawa. Yupi ni role model wako katika hiki unachokifanya? Mimi role model wangu kwa hiki ninachokifanya kwenye swala zima la dancing, tunamzungumzia Mzee Yobo. Kwa sababu gani? Yeye ni dancer wa muda mrefu, pia msami, wakati pia kwa masuala hayo anayofanya ya comedy. Role model wangu mkubwa sana ni Lawrence. Yeye ndio mtu mkubwa, yule mtu mzee wa low budget, piga low budget za Diamond Platnumz. Huyo ni role model wangu mkubwa sana. Sawa. Mna mahusiano gani kati ya wewe na Scott Biggy? Scott Biggy ni mshikaji wangu, ni jamaa wangu ambaye tumekutana. Tumesoma mkoa mmoja, mkoa wa Mbeya. Yeye kasoma Mzumbe, mimi nimesoma Kuom pale. Kwa hiyo ni mshikaji wangu, tumefahamiana baada ya hizo kazi za dancing na comedy. Sawa. Kiwango chako cha elimu? Bwana, mimi kiwango changu cha elimu ni degree. Nimemaliza chuo gani? Nimemaliza chuo cha Kuom ambacho kilikuwa ni chuo cha Sauti tawi la Mbeya. Sasa hivi ni Catholic University of Mbeya, kwa hiyo ni chuo kikuu cha Mbeya. Sawa. Bwana Vesta, una familia? Yes, na familia. Una mke na watoto wangapi? Nimebahatika kupata mtoto mmoja, pia nina mke wangu mmoja sana. Sawa. Na vipi kama ikitokea kuna mtu anajua tayari una mke lakini akahitaji kuwa mke wa pili, unaweza ukafanya nini? Huyo sitamhitaji kabisa, kwa sababu bado ni kijana, na hata hivyo ndoto yangu sio kwa ajili ya kuoa wake wawili au zaidi. Na ndoto ya kuoa mke mmoja tu ambaye tayari nishampata. Kwa hiyo mke wako ulimpataje? Ulimpata kupitia hii kazi unaifanya au kupitia mambo mengine? Mke wangu nimempata kupitia mambo mengine plus. Mambo mengine kabisa. Ni kitambo sana, kwa sababu mke wangu nimeanza naye mahusiano ni kitambo. Tangia 2022 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo ni miaka mingi sana. Kwa hiyo naye ni muda mrefu sana. Sio kwa masuala ya dancing au comedy. Ni nini kazi yako nje na hii sanaa yako unayoifanya? Kazi yangu mimi nje na hii sanaa ninayoifanya, mimi ni kufanya biashara wa simu, protector, makavu. Maana yake una duka la simu, si ndio? Yes, na duka la simu. Duka la simu liko Dar es Salaam, liko Songwe? Liko Songwe Mkwajuni, karibiana uwanjani. Karibu na uwanjani na duka la simu pale. Karibu na Aka Fast Food Restaurant. Sawa, kabla ya kuwa na duka la simu, kabla ya kuwa dancer, ni shughuli gani uliowahi kuwa unaifanya na uliona kwamba hii shughuli ni ya moto?
Shughuli niliyoifanya nikaiona ni shughuli ya moto sana. Kwanza nilifanya shughuli za machimbo hizi, kuingia mashimoni huko, lakini ni shughuli ngumu sana kwa sababu unafanya kazi saa masaa 6 huko shimoni, ulioni jua, hewa unaipata kwa tabu. Lakini pia nikajaribu kwa shughuli za nje, nilikuwa kuli, nilipiga sana ukuli nimeupiga nao. Ni shughuli nzito sana kwa sababu unabeba mbao, simenti, ni nzito sana. Lakini kutokana na hali ya maisha lazima mwanaume ujipambanie ili kupata chochote kitu. Unajiona wapi katika miaka 5 ijayo? Miaka 5 ijayo mbeleni najiona nitakuwa mtu mwenye maisha safi sana kutokana na mipango yangu mwenyewe. Katika kazi yako hii ya sanaa unajiona wapi zaidi kwenye hiyo miaka 5? Katika kazi ya sanaa najiona nitafika mbali, kwa natakiwa niumize sana kichwa kwa ajili ya kupata idea mbalimbali ambazo mashabiki zangu watatakiwa kuvutiwa nazo na zitawafikisha mbali sana. Bwana Vesta, umejipangaje kuhusiana na issue ya dancing kuifikisha kimataifa? Najipanga hiyo issue ya dancing kuifikisha kimataifa. Nataka nione mazoezi sana, yani mazoezi muda mwingi. Niangalia ni aina gani ya muziki ambao watu wanapendelea ili niweze kufanya aina hiyo ya dance kufikisha mbali. Sawa sawa. Tunakujua kwa jina la Vesta. Jina lako halisi ni nani? Jina langu halisi naitwa Sylvester. Sawa, ulituambia kwamba wewe ni msomi wa chuo kikuu. Labda utuambie ni kitu gani umesomea zaidi? Yaani ni professional kwa mambo gani hasa? Mimi ni mwalimu wa sekondari. Wa somo la Literature and English and Linguistics. Ulishawahi kufundisha? Ndio, nimefundisha. Mpaka sasa unafundisha? Kwa sasa hivi naenda nafundisha part time. Okay, ni msanii gani role model wako kwa hapa Tanzania? Msanii role model ni Bwana Diamond Platnumz. Okay. Msanii ambaye anafanya niwe na juhudi kama zake kufikia malengo ambayo anataka kufikia na mimi ambayo nataka kufikia. Ni mshabiki wa timu gani wewe? Ni mshabiki wa Young Africans. Oh, Mwananchi. Okay, sawa.